Kumbatio la mama, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa utulivu na hekima, akashika kijiti cha uongozi. Akaleta dira na mpango thabiti kuhakikisha kazi iendelee. Mama wa kazi, mama wa matendo. Akisema anatenda, akiahidi anatimiza. Aliinua na kuendeleza miradi mikubwa, mradi wa reli wa kisasa SGR, upanuzi wa barabara kuu, ununuzi wa ndege za ATCL, bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere, hospitali za kisasa na maboresho ya elimu. Katika ule mradi wa mama wa kuchimba visima kila sehemu, na sisi tumepata bahati ya kupata kisima cha maji, na kisima chetu kina maji mengi sana. Kwa kweli tuna amani Solya. Tunashukuru sana mama, asante. Siku moja ukipata nafasi, karibu Solya Sekondari. Alihakikisha miradi hii haifi, bali ikawa na kung'aa. Tanzania mpya mikononi mwa mama. Upepo wa matumaini unavuma. Hakutosheka na kuendeleza, akaanzisha miradi yake kama kuimarisha diplomasia ya uchumi, mikopo nafuu kwa wanawake na vijana, maboresho ya bandari, miradi ya maji vijijini, msaada kwa waathirika wa majanga, na kujitoa katika masuala ya imani bila kujali utofauti wa dini, na badala yake akiweka mshikamano wa dini mbele, akiheshimu misingi ya taifa. Kama mama anavyolinda chungu kisichochemka kupita kiasi, alilinda taifa lisipoteze mwelekeo. Mama ni dira, mama ni mwanga. Akipita, giza linaondoka. Mama huyu si wa maneno, ni wa matendo, si wa hofu, ni wa ujasiri, si wa kugawanya, ni wa kuunganisha. Katika historia ya Tanzania, jina lake litaandikwa kama kiongozi aliyegeuza machozi kuwa mwanga wa matumaini, kwa sababu yote ameyafanya si kwa makuu, bali kwa utulivu wa mama anayejua, kwa sababu urithi bora ni kuendeleza mema, si kuigiza makubwa. Sauti za upinzani zikalia, lakini yeye alisikiliza. Mioyo ya waliosahaulika ilianza kusikika. Aliunganisha, hakugawanya. Aliweka pembeni vita, akakumbatia maridhiano. Mazingira yamebadilika. Tunapaswa kuzungumza, kusamehe na kusonga mbele. Hapo ndipo taifa likaanza kuelewa, kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan hakuwahi kusema kwa sauti kubwa, lakini vitendo vyake vilisema zaidi. Kazi iendelee. Na kweli, kazi iliendelea. Mama si maneno, mama ni matendo. Hatua moja mbele, taifa zima linafuata. Kwa sababu urithi haupimi kwa maneno, bali kwa moyo wa kuukumbatia, bila kuupotosha. Kwa pamoja tuseme, kumbatio la mama, kazi na utu. Dr. Samia Suluhu Hassan alipopokea jukumu la kuongoza nchi, akalibeba taifa na kulilea kwa mikono ya upole na moyo wa chuma. Alipoingia madarakani, mioyo mingi ya wanawake ilikuwa kimya, iliyojaa ndoto zilizokandamizwa, sauti zilizozimwa machoni mwa dunia. Walikuwa wachache, lakini kwa Dr. Samia Suluhu Hassan walikuwa wengi. Akatikisa ramani ya siasa, akaandika upya maana ya uongozi kwa mwanamke. Akasema, ninyi mlozaniwa hamwezi, njooni tuliangalie taifa kwa pamoja. Hapo ndipo nilipojua nguvu ya kanga, uzito wa kiti. Kama mwanamke anaweza kupika chakula, anaweza pia kupika bajeti ya taifa. Samia akapanda mbegu ya usawa, akawapa wanawake nafasi serikalini, akawapa heshima hadi bungeni, akawapa imani kwenye jamii. Hawakutaka tu kiti cha pembeni, walitaka meza ya maamuzi, na kwa mara ya kwanza walipewa. Elimu ya mtoto wa kike ilipandishwa thamani. Sauti za binti zikasikika mitaani na mabungeni. Amewaangazia wafugaji na wakulima kwa kuanzisha mikopo nafuu na programu za fedha zinazowasaidia kuongeza uzalishaji na kuimarisha kipato chao. Kwa mfano, kupitia ruzuku za mbolea na pembejeo, wakulima wengi wameweza kuongeza mazao yao. Mama ni chachu ya mshikamano. Wakulima,
wafugaji, wafanyabiashara wameshikamana. Kwa upande wa walemavu, amezindua miradi ya kujumuisha jamii, ikiwemo kutoa msaada wa vifaa na mafunzo ya stadi ili kuwasaidia kujitegemea kiuchumi.